Mpenzi msikilizaji wa Sahib TV1, tunakusalimu tena leo kwa mara yetu ya kwanza. Leo tarehe 22 mwaka wa 2026. Huu ni muktasari wa habari tumekuandalia. Tuanze na taarifa za kimataifa. Zaidi ya wanajeshi 750 wa Marekani wamejeruhiwa katika vita vya Marekani na Irani. Gazeti la Washington Post limeripoti kuwa idadi ya wanajeshi wa Marekani waliouawa au kujeruhiwa katika vita vya Irani imefika 774 baada ya Wizara ya Ulinzi kuongeza idadi ya wanajeshi waliojeruhiwa hivi karibuni. Kulingana na mfumo wa Wizara ya Ulinzi wa kurekodi majeruhi, kufika sasa wanajeshi 18 wa Marekani wameuawa na wengine 756 wamejeruhiwa katika vita vya Irani na Marekani. Usitishaji mapigano kati ya Marekani na Irani ulikamilika siku ya Jumatatu na muda huo haujaongezwa, ila hakuna upande ambao umetekeleza operesheni yoyote kubwa ya kijeshi. Watu 16 wauawa katika shambulio la Urusi nchini Ukraine. Timu ya waokoaji nchini Ukraine inaendelea kuwatafuta manusura katika duka moja la jumla lililoshambuliwa na ndege isiyo na rubani ya Urusi. Kulingana na maafisa wa polisi, watu 16 wameuawa na wengine 130 kujeruhiwa katika kituo hicho cha kibiashara mjini Kyiv hapo jana. Watu 9 bado hawajulikani walipo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema shambulio hilo ni la kikatili, kwa nini lilitekelezwa kwa awamu mbili, awamu ya pili ikiwalenga wahudumu wa dharura waliokuwa wamefika katika eneo la mkasa. Wakati huo huo, maafisa wa polisi wa eneo hilo wamesema angalau watu 2 zaidi wameuawa katika mashambulizi mengine ya Urusi yaliyofanyika mapema hii leo. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema ililenga miundombinu ya uchukuzi wa maghala ya Ukraine. Mkuu wa utawala wa kijeshi wa eneo la Dnipropetrovsk, Oleksandr Haniza, amesema watoto 23 ni miongoni mwa waliojeruhiwa katika shambulio la Ijumaa kwenye duka hilo la jumla la kibiashara. Mpenzi msikilizaji wa Sahib TV1, tunaendelea kukupasha zaidi. Marekani yatangaza ushuru wa 50% kwa bidhaa kutoka nchini Canada. Marekani imetangaza ushuru wa 50% kwa bidhaa ya bidhaa kutoka Canada baada ya kushindwa kufikia makubaliano ya kibiashara. Ushuru huo ulioanza kutekelezwa jana usiku utaadhiri bidhaa za Canada zenye thamani ya takriban dola bilioni 20 za Marekani. Ushuru huo mpya umeongeza mvutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa Canada Mark Carney, na huenda ukalemaza biashara huru kati ya mataifa hayo mawili. Carney amesema amesitisha mazungumzo ya kibiashara na Marekani na kwamba Canada italipiza kisasi kwa kuweka ushuru wa thamani sawa dola kwa dola dhidi ya ushuru huo mpya. Nimeamua kusitisha mazungumzo ya kibiashara na Marekani na nimewaelekeza wajumbe wa Canada wanaoshiriki katika
mazungumzo hayo kurejea Ottawa, alisema Carney. Mpenzi msikilizaji wa Sahib TV1, ni hayo tu tulikuwa tumekuandalia jioni ya leo, tukikukumbusha ya kwamba kama wewe ni mara yako ya kwanza kufika kwenye channel yetu ya YouTube, tunakukumbusha kufanya subscribe, share, pia comment ili uweze kupokea taarifa zetu. Tunakutakia laheri, tunasema chao chao.